Disagreeing with my fellow youth when amesimama hapa akasema Nduta anyongwe. You know, even if the lady is killed or not killed, as humans we say that life is given by God. Na Mungu peke yake ndo anachukua uhai, si mwanadamu. Si mwanadamu anachukua maisha ya mwanadamu mwenzake. Sasa nasema hivi, we are living in a country whereby the political class, the mapwenyenye, the old men, has put us in a devastating economy, which has led to our youth compromising their morals, like Nduta. Amenikumbusha kitabu ya Chinua Achebe, Things Fall Apart, yenye inasema kwamba let a young man go kill the elephant. If the elephant kills him, then his poverty ends. And if he kills the elephant, he gets rich. So Nduta alikuwa hiyo kwa sababu ya hii economy yetu yenye iko chini. Unfortunately, the elephant has killed Nduta. Unfortunately. Na tunasema hivi, hii kuna maneno mengine hatufai kuweka siasa kama maneno ya maisha. Sasa nasikia watu wengine they want to gain political mileage because of that. Wanaanza kusema sijui Nduta sijui ni Mkikuyu, sijui Nduta sijui ni nini. Hapana, sasa tunataka kuangalia kwamba maisha ya mwanadamu ni bora. Na wale mnaua hapa. Na tunasema hivi, ndio maana huwa nawaambia, even if I'm not supporting that much this government, that sioni vitu imefanya mingi, but you can't find me abusing this government. Kwa sababu maneno kama hayo yalitokea. Tukaona wale watu ambao walikuwa wanaita president majina, sijui Kasongo, wale watu ambao walikuwa wanaweka president kwenye jeneza, ndio wale watu walikuwa wa kwanza kunyenyekea kwa president na kusema Mr. Honorable William Ruto, utusaidie kuokoa msichana wetu kule Vietnam. Tukaona wakaita president kwa majina ya heshima. You know, even if the president is not doing anything, for now, he is our president. Let us respect him, because things like that needs a leader who is our president. And we know that, you know, dawa za kulevya kama cocaine, si ati wote watumii kule Vietnam, si ati wote watumii. But you know what happened was, Nduta msichana wetu alijaribu kuinterfere na biashara ya mapwenyenye kule Vietnam. Unajua unaambiwa bangi ni illegal hapa Kenya. Unajua unaambiwa mbona ni illegal. You are allowed to sell changa, to sell pusa, of which it's not good to your health. But unaambiwa bangi ni illegal. How? Kwa sababu hiyo ni biashara ya pwenyenye na wataki kila mtu aingilie hiyo biashara. Sasa kwa sababu msichana wetu aliingilia biashara ya mapwenyenye kule Vietnam, anataka kuuawa. I plead, and as for now, we know that our lady is still alive, courtesy of our government. We don't have to put these things politics. Watu wengine wanaanza kusema ni Uhuru, sijui and we know very well the person who have intervened is our PS Singoe. And we are very grateful to our government. Now we hope, kwa sababu hata mwenyewe Singoe amesema hii kitu ni ngumu. Amesema hii kitu ni ngumu. Na yenyewe ni ngumu. Kuna watu hapa nyinyi mliwatch movies ya Vietnam kweli? Ndio mjue hii kitu ni ngumu. But we are just praying. Na tunaomba serikali ya huko, na si lazima. That is the law of land in Vietnam. But we as Kenyans and as humans, we are saying that no human is allowed to take another human's life. Na malisia nikisema hivi, kuna mtu anaitwa CK Orward Macharia alisema Raila amekuwa ikipiwa kura since 2007. Na sisi tunasema, unajua hii watu wa mlima
ni kama umeona ishaumana 2027 Raila akishikana na Ruto, na wakaona kwamba there is a possibility that Raila might not fight, so they are trying all means to lure Raila, to convince Raila that hii kitu utachukua, hata umekuwa ukiibiwa bro, hii kitu unachukuanga, lakini umekuwa ukifanya nini? Ukiibiwa. Tunajua hiyo siasa yenu. Tunajua hiyo siasa yenu. They are trying to tell Raila that hii kitu unachukua. So pia 2027 utafanya nini? Utachukua, because these people have realized that Raila might not fight, and Ruto, they hate so much, because one last week I was in Mount Kenya. Na huko nakwambia ishachafuka. Huko hawataki kusikia maneno ya Ruto. Nilikutana na mzee mwingine ananiambia, ai, hata ile clip yenye waliona Ruto akiwa kwa Chenesa walifikiria ni kweli. Ati walikuwa wamefurahi sana. Ati walikuwa wamefurahi sana. So the thing is, hata kama ni siasa, hii maneno ya mashara ni siasa, na ni siasa ya 2027. Washaona kwamba Raila na Ruto wakishikana itakuwa ngumu. Namalizia nikisema hivi. We are still in devastating economy. Na Wakenya, mimi sioni tukienda mbele kama bado tunasivu the orphans of KANU. Kwani na nafurahi bunge la wananchi pia na vijana wamejitokeza kufight for since 2027. That's where the change starts. Na nataka kuencourage vijana na watu wa bunge la wananchi. Tusisema hauna hela. Tuko na watu kama Bika Salasia. Tuko na watu kama Toto kijana ambaye I think she was even younger than me. She was even younger than me. And she was elected. She was a youth. Bika Salasia was elected. In fact, hakuwa na pesa. So, vijana wenzangu na watu wa bunge la mwananchi, let us fight. As long as you sell your agenda, people will buy your agenda and they will vote for you. Thank you very much. Thank you, Lawrence.